It's another beautiful weekend here in Doha. Welcome to VHK. Karibu sana kwa Vunja Hiyo Kitu podcast. Maybe you fall in love with someone who works for the States. Okay. Maybe for... This is the same day. Family, listen. I'm a Gen Z person. Make sure you subscribe because this is the only channel you are going to learn. Hello. It's another beautiful Friday here in Doha. I am dressed like this because it is Jamhuri Day. Welcome to VHK, Vunja Hiyo Kitu. I am Ellie and I'm joined by my co-host. Browdan. We have a very special guest. He is our friend also. He is my long-term friend. Me and Balozi have been friends since after COVID. My friend. I have introduced him to some people, but he is my friend. After COVID? When was after COVID? Where? When was COVID officially announced? Imeisha. We are not going to talk about COVID. Those traumatic years. No, I want to see where Balozi came in. We met 2021. 2021. Yes, we have worked together with Balozi and we became very good friends. But let Balozi introduce himself. Where? Balozi? Well, Balozi hapa and since tuko in a Muslim country, I think it's okay to say assalamu alaikum, good afternoon. Good afternoon. Na I'm glad to be here in najiita VHK Vunja Hiyo Kitu. I'm going to tutajua ni kitu gani tunavunja as time goes by. I'm glad to be here. Balozi is a nickname. Hey, Balozi, give us your full names. Well, Wilfred Kobia. Kobia. Yeah. So why nilijiita Balozi? Balozi nilijiita I think almost 10 years now since nijipatia jina Balozi. Reason, kuna mtu alikuwa anauliza Balozi wa nini ama wa wapi? Nikamwambia as a Christian now, it's personal, like the Bible says that I'm ambassador of Christ. Okay. Ama we are ambassador of Christ as long as you are born again Christian. Hata kama umeokoka, you're ambassador of Christ. Yeah. So kila mtu ujipatia that nickname. So nikasema my nickname itakuwa Balozi ama ambassador in English. Oh, okay. Yeah, that's how it is. So, That's actually a very interesting story. I never had that one before. so that's my nickname, but nitaweka kwa ID. So when wale watu wenye wana change Yeah. And if nikiwa na Yes. nikipata boy child ama son naweza muita Balozi by the way. But si ile Balozi ya pombe. Sometimes people be like, Kuna Balozi. yeah, kuna hiyo kwa KBL and they are like Balozi ya pombe. Umenikumbusha. That's Balozi. Yeah. Now I've remembered it. Yeah. It was an ad commercial. Kuna pombe inaitwa hivyo by the way. Wamepatiwa jina Balozi. Yeah. And on the other side, you are an ambassador of Christ. Yeah, you know, Hey. that's why mi usema sio balozi wa, like for example, here in Qatar tuko na balozi wa Kenya in Qatar. Na kuna hiyo balozi ya jina ya pombe. Na sasa kuna hiyo balozi ya mimi, balozi wa Yesu. Hiyo sijapointiwa na mtu yoyote ama na any company. Hiyo nimeapointiwa na Christ himself. Amen. You see, an example ya meza. Unaweza sema ati meza chakula ama meza ya kuweka. Yeah. So lazima kuna that kind difference. Balozi wa Yesu. Yeah, so many ambassador of Christ na hiyo ni expiring date. Yeah, you're expiring that. No. That one is permanent. Balozi is so much into religion. That one. Wewe ni Catholic kama Elizabeth ama wewe? Not a religious thing ama nini. I'm just a believer and for me my church thing with God, it's not like a religious thing. It's a relationship. So for me, so sema ati Catholic, sijui SDA, sijui PCA na hizo vitu zote, that's just an avenue. But you do go somewhere. Like church? Yeah. Yeah, I do. Like inaitwa Doha Fellowship Church. Ukiangalia online, you will see Doha Fellowship. And in that church, of course, I serve in one department, cameras and everything. So that's where I go. Like every Tuesday, we have a prayer meeting, 7 p.m. to 8 p.m. And then we have like jana tulikuwa na service from 7 to 9. So here Thursday, mbona Tuesday na Thursday na Friday, hata leo kuna service. Here Tuesday ni prayers peke yake. Of course kuna that song of worship. Alafu 30 minutes just prayers. We pray about everything. Okay. Thursday of course ni nyimbo na preachings.
Ni kama ile ibada ya Sunday Kenya. Everything. Sasa wale wenye wameke on Fridays wanakuja Thursdays. Sasa mi upende za Thursday. Balozi, I make a joke with him all the time, but he spends more time in church. Yeah, sometimes. Like literally he goes 4 days a week. 4 days a week? 7 days. Yeah, I do. You're in church 4 days a week? I do. But of course, only after like He has really tried kuni recruit. She's impossible. Amenipeleka home fellowship. Open home, yeah. Open home. He has tried to invite me to Doha Fellowship, but Doha Fellowship, people in Qatar are they are recruiters. I have never met a Doha Fellowship person mwenye ajajaribu kuniambia niende kanisa. Because what we do, it is written in the Bible that go to the world and make disciples. So you're trying to disciple me, So, a Catholic. A disciple anaweza kwa anyone kwa street. I don't get it. Someone is trying to offer Elizabeth Jesus and it's impossible. Where I am a Catholic. No, what do you mean it's impossible? I am a Catholic. She knows Jesus. Yes. Namjua. She knows God. But again, it's an avenue. Unajua, one thing I've come to learn, sometimes mimi najita Pentecostal. So a Pentecostal najua nati yao ni better than sijui Catholic, SDA, PCA. That's not true. That's not true. Because you know, that's what tumesema before ianze, tulisema relationship yako na God ni personal. Okay. Yeah, just because that you are a Catholic, I'm a Pentecostal, imaanisha I'm better than you. I don't know what you do but behind the curtain. I will say the Doha Fellowship people are very nice. His friend Anthony aliniletea Bible, my mom's Catholic Bible from Kenya. They're very nice. This is true. They try to recruit you, but they're also very nice people. So we have a Catholic Bible. Hey, we are not gonna dwell. We're not gonna dwell on religion. Okay. To close on that, I've only gone to Catholic once with my aunt. She's Catholic, and I discovered something. I noticed something each and every 5 minutes. Let's. Yes, we were sitting down, we were standing, and I was like, "Yo, this is the okay." Come out to criticize. No, it's not a criticism. No, it's not a criticism. I'm just saying what I noticed when I went to a Catholic church. That's not something I was used to. It's something different to me. Ile Sacramento? No, not Sacramento. See, we had agreed. No, she knows what I mean. By so you stand, you sit. Yes, you stand, you sit. You stand, you sit. Yes, I get it. Yeah. And another thing, I was waiting for that moment where the pastor is preaching with that energy. I think you didn't do your homework, so don't blame Catholic. Hey, guys. There's no homework here. Guys. What do you mean by blaming? I'm not blaming. I'm telling you what my experience was. Your lived experience. Yes, your experience. I'm not saying equal poor. I've not attached feelings to it. I'm saying what I saw, what I experienced. So I was waiting for pastor to start cussing, and Come on, Pastor Ganga. Yes. And the pastor was just reading like a novel. And then I was like, the preaching is over. And I was like, yo. What do you mean the preaching is over? You know, he's kanisa za Holy Ghost fire. Yes, now you understand. Touch. Yes, touch. Touch anaanguka. Yes. You know, ile yenye unagongo hivi ndio uanguke. And that's why ni vizuri ku understand like do your background check. Kwa mfano, wakati wa World Cup, hapa Konich kulikuwa na unapata hichi fulani Japan ni nini, US ni nini. So I took 2 books. One ya US na ingine ya Japan. Na sijui ni gani ingine, hiyo Korea something. Get to know about, for example, Japan before you travel to that country. Totally go to Japan. So unapata like hizo books zilinisaidia ku understand few of their culture, my everything. So same na church by the way, before you go to any church, I think it's good to do a background check. I went to my aunt's place. It's very hard. It's very hard, honestly, I will tell you, kufanya research on church kwa sababu it just you don't feel like you want to. Acha tu tuseme honest. Hata mimi nimeenda a few churches that sijafanya research. I just if you check right now Doha Fellowship website, you will see like vile tunaombaga, vile tuna worship. I mean, you will see. I get what you're saying, but you know the dynamics here are different. So I'm sure nikiingia site Kathon niangalie site ya Kathon nitaona vile wanaomba, vile wanafanya. Nikiangalia PCA Chacha Mutaratara, we will see these things. You know those days you used to visit your aunt, and when you get to a place she was like, huku kwangu kunaendango kanisa, kuna mtu ambaki kwa nyumba. So you have to go to that church. I cannot imagine someone taking you to church. Yeah, then they took me to church, you see. It's okay.
We try. I've been taken to church so many times. Because people have been trying to save your soul. No. A lot of people are concerned about your soul, so they must try to take you to church. I did not have a stand on my own by then, Balozi. Ukinyoa You kama are balozi, chosen. watu wataacha kuogopa soul yako iko at risk. You are chosen. Amechaguliwa. Unajua ukiwa umechaguliwa lazima utasikia that ka voice whispering. God has sent people after you. Like God has whispering. sent kikundi. Uko wapi? This is So the Balozi, way. you came to Qatar in 2013 August. So nimekuwa around since 2013 to date. Tell them about your COVID story. Well, by the way, nilikuja 2013, yes. 2019, first announcement ya COVID hapo ilikuwa December, if I'm not wrong. Kuna job ilikuwa ni change yani kampuni, lakini mambo ilikuwa vile nilikuwa na plan with my Filipino colleague. Okay. So what happened? Nikaenda Kenya juu ilikuwa ni exit, then I come back. So kufika Kenya, ikawa tena mambo imechemka. Nikapata job wapi Somalia. I went to Somalia, kuna estate inaitwa Portland ama Garwe. You went to Somalia? Yeah, nilifanya kazi huko kwa muda. Then baadaye I came back. Okay, ikawa sasa nije Qatar, airport ikawa imefungwa juu ya COVID. So in short, I'm not working, siko Somalia, siko Qatar, niko Kenya. Alafu airport imefungwa, inafaa nije Qatar. Well, long story short, ilibidi nijue vile nita hustle. So I had to start kutafuta kazi mavibarua for 8 months, almost 1 year. Before ukuja. Yeah, before sana nirudi Qatar tena. So yeah, hiyo ndo I think story ya COVID hapo. Na hiyo time ndo nikakuja nikamit Elizabeth, that was 2021. 2021. Yeah, 2021 I think ilikuwa mwezi wa it was October. Ilikuwa October kwa sababu the weather was November, cool. Yeah. Pia nikaja quarantine, of course, hiyo ndio ilikuwa your time. Yeah, and the rest nikafanya na Elizabeth I think for almost 4 years. Yeah. You worked in Elizabeth for 4 years? Yeah, then I'm a very good person to work with. Nikapata job kwingine. Anyway. You've worked in Elizabeth for 4 years? Yeah, na hata kwa mfano like my boss, nilikuwa namwambia like kuna time alikuwa ananiambia si hata work 5-star hotel. Nani? My boss yani Mr. Ahmed. So nilikuwa namwambia mimi hapa siwezi kaa sana. Okay, nivyo. Get it. So Balozi, when you first came to Qatar, you came as a? Just technician. Technician? Not just a technician, a technician. Okay, a technician. Yeah. Na by that hata sikuwa najua nenda okay, nilikuwa najua Qatar, but sikuwa najua about Grand Hyatt. I came through, nilitumia agents of course, inajiita Elmovel. In 2013? 2013 August. Okay. Agency? Yeah, huyu anajiita Esther ni Elmovel. Sijui kama bado wako kama alitoka hiyo system. Ulilipa how much? Zero. How? Juu alinitisha 40K. 40K? Yeah. There's a trauma kwa hii show. Balozi. Yeah, and the number has to be 40K. Yeah, nikamwambia mimi hata nikamwambia first nilimwambia if I had 40K ningeanza biashara hapa Kenya. Singebother kuenda kule hata sijui naenda. Balozi, I want you to recall. And that time, was it 40K really? 40K, 40 Gs. And I remember your time. No. And I remember your time nilikuwa KTDA Plaza, that building kama naifahamu Nairobi. We were fixing some tiles there. So in short nilikuwa job ama nilikuwa na kazi. And the same time nilikuwa na another contract pale Kawaskari, nilikuwa nimechukua I was doing tiles pia pale. Okay, job yangu I do vitu different, sio tu kitu kimoja. So in short nilikuwa busy. So nikiambia Esther ningekuwa nayo pesa in short I was busy. So nikawaambia that thing haliwali. So siku moja tu akanipigia simu, of course nikafanya medical kila kitu, akanita kwa ofisi pale behind the tent, sign this thing, ukifika Doha utatupea do. The 40K? Yeah, the 40K. Kwanza niliambiwa 20K, nikatishwa maisha, nikaambiwa if you delay tuta cancel your nini. So for me at time I have nothing to lose. Even I don't understand. I'm good here. I'm working. Alafu hiyo kazi nilikuwa nimengoja for 1 year 6 months.
So hata ni kitu nilikuwa hali yani acha tu ika hivyo. Well, so nikaja Doha after orientation, nikauliza wa HR then alitoka, nikamuuliza mlilipa agent pesa yote? Akasema alikuitisha pesa, nikasema hapana. So nikasema kwa hivyo atashalipwa. So au kumlipa? Zero. But now kitu poa, nilituma watu wengi kwa ofisi yake. Juu niliona ni legit agent. So watu wengi pia walipata job kupitia I don't know by how but by then yes. Yeah. Kuna watu wengi walienda huko wakapata job juu niliwatuma huko na wakapata kazi. Me all I do is that I try not to associate myself with an agent. Some people hapa wanakuanga na trauma of their legitimacy. Well, unauliza 40k. You see, because agent wengi hata ukiuliza watu agent wengi they started that is legit. They have proof that tuleta huyu, but somewhere along the way they went rogue. So wale waliletwa ndio wengi, and sometimes they try to discredit wale walikoniwa like yo sisi alituleta. But situambia kwa nini does it so mbona 40k na situambia why 40k was triggering? 40k doesn't know. 40k is like my turning point. 40k is my unhealed trauma. I was called 40k. You see, kuna kitu niliread from kuna this book I read inajita The Power of Ignored Skill. I used to ask myself, mbona mtu wa mjengo analipwa pesa kidogo, mtu wa ofisi analipwa do mob? Because in my mind I'm like mse anafanya kazi mob than the office person. Is it mob or hard? Ama hard, yeah. So nikaja this guy and explain vizuri pia ndo nika understand mbona mimi sikulipa hata agent your time. The demand and supplier. So unapata kwa mfano sasa wakisema wanataka madereva Kenya wako wengi ambao wako na DL. Yeah. Hiyo wakisema wanataka security ama cleaner ama hizi malebara wako wengi sana kwa ground. Yeah. But mtu ako na skill fulani unapata ni wachache mno kwa ground. Very true. So like mimi hiyo time nilienda kwa ofisi yake and to do everything, kulikuwa na watu wengine but different things kama security, cleaner, hizo ndio job walikuwa wanakuja. Unasikia watu wamesafiri like 20 people mara moja. Me I came alone, Emirates. Nilikuja ki VIP. So my job ni kama ilikuwa on demand than hizo vitu zingine. So I think that's pia the reason why sikulipa, and of course the favor of God on me, but pia tunaangalia the demand. So this guy in his book anasema demand, unapata watu wa mjengo ni wengi na kazi ni less. Kuna this doctor niliwatch on this YouTube things za Kenya. Alisema in Kenya she was like watu wengi wana study medicine lakini wachache wako na job inalipa vizuri. Akasema yeye kazi yake ni she deals with kidney only. Yeah, na akasema yeye ndio mdozi wao. Akasema in Kenya anajua madokta wote. So meaning doctors there wako less na wagonjwa wako wengi. I think nini, so the demand and supply ndio na nini pia. Daktari wengi ni watumbo whether ni doctor ama ni driver ama ni nini, unaweza kuwa wewe ni dereva but dereva wa nini? Okay. Unaweza kuwa wewe ni truck driver, uko na DL kila kitu umepita na wengine wamefail. I remember I did by the Elmavel nilifanya interview ya driving. I was to go to Saudi Arabia Al-Marai company. Yeah, I've heard tulikuwa about it. 200 people kwa Kasarani. Wow. Hiyo ni ile yenye mnakimbishwa hivi. Tulipeleka gari mbele arudi Rivers, umewekewa 20 liters mitungi. Ufanye hiyo ukigonga 2 ama 3 uko disqualify. In short nilipata kazi lakini sikuenda reason, sikuenda nili offer it take long. By then after kuja Qatar ndio nikapigiwa simu 6 months down the line eti kazi imepatikana. I think but I thank God sikuenda juu salio kule ilikuwa less than ile nilipata hapa. I think like what you're saying about skills, I don't think we think about skills when we choose jobs. Sometimes tunapatanga the reason why mtu alianza mjengo ama the reason why mtu alifanya driving ama the reason why ni kwa sababu you don't really have a lot of information umeambiwa ufanye. So ukaanza tu. And again I think also like maybe that's more attainable. Or it was the available option that you could access. Option, and then later on you can get a good skill set, a different skill set, but like you know the barriers to entry for some certain jobs nakuanga like easy, kama security for example, like the barrier to entry iko easy. So unapata that kama hauna a lot of other qualifications you're like wacha ni apply security. That's what you do, that's what you say, but now the market inasema nini? Sapo ndo kuna kugana shida. No, what I mean is I think maybe what I'm saying is that's the barrier to entry, and so kwa sababu it's so little
everybody anaweza ifanya. Yeah. Majority You've said anaweza it. ifanya. So kama security, a majority of people anaweza ifanya, sio? Lakini kuweka tiles, that's a very specific skill set. Yeah, by then nikiwa Kenya kuna kitu nilikuwa nimesema sitaifanya. Job mbili, security na hizo garden ama labor, vitu kama hizo. Reason nilikuwa na waseo vile wanafungua gate. Unajua at least wako na remote guards hapa hivi. Apelekana ki gate huko. Alafu kwa mwezi anapewa 6000 shillings. Mimi nimeenda hizo zangu, nimeshika contract, nimepata hata more money than in a week. Make good money than. But I think the experience of security in Kenya and security in Qatar is very different. Security wa Kenya kwanza anakuanga na authority. Unadhani hiyo building? Even Unaenda kwa any building security hapo nje, utampatia kila kitu, your ID, mama yako, maswali zenye atakuuliza, uwe boss, ukimuita boss, naweza ingia. Hey, the authority that the gate man has. Even the hardships. some here they are just filling books, while in Kenya, venye umesema, you go with the gate. Can I boss, naweza ingia? Atunaenda wapi? And you guys all have this experience. But do you think hiyo ni power yao wamepewa na their bosses? I think it's from their... No. They have appointed themselves. They have appointed themselves. And the boss is too high to know they have appointed themselves. Yes. I once went to an Emirates. When I was in Kenya, I needed to go and change my ticket for Etihad. So I had to go to their office because I was going to do a payment. Mimi nakumbuka huyo gateman, ile authority yenye alikuwa anayo ndio tuingie. It was just unmatched. He had so many questions. Nilimpatia ticket akaangalia, akaniambia tuache passport. Namwambia na need passport yangu naenda ku change ticket. Hata ajui Kenya anafanya, lakini ananizungusha. Hiyo ni authority, appointed authority. Yeah, juu passport lazima uende nayo for. Kwa sababu nitapiga Etihad office niwaambie nimekatazwa kuingia. Anajua lazima unyenyekee. There's something I don't understand. Too many people I talk to, they have this experience whereby akitoka Kenya, akikuja Qatar, you guys were working. You were working, like the way you have said, I was working, I had a job. I was not working. You were working in matatu? No. Hiyo ulikuwa kibarua. Exactly. Mimi nilikuwa kibarua. You guys were working. You left jobs. Yeah, you see the reason me, why, I was not working. Mfano, before we started this, nilisema lack of vision. Sometimes mtu akikosa vision, hata Bible inatuambia where there's no vision, people perish. So like mimi, I remember even before ni come sana join ni work with Elizabeth. But then nilikuwa na mambo yalikuwa na kama mazuri. I remember That's what I'm telling you. Nilikuwa job pale Kiserian. Na hapo Kiserian nilikuwa nimepiga deal ya 80k. So after hapo ilikuwa niende Malindi, niende Taita, kwa hiyo jamaa ni Mswahili na akona hizo vitu huko. And mdozi wake alikuwa na biashara, kazi yake Kitale. So in short, mambo yalikuwa yakai vibaya pale mbele. But sasa mimi na ile akili yangu kidogo ya 30s, now niko in 40s, sikuwa na understand to work on my own network, my own company. Okay. So nilikuwa naona tu Salo iko fiti, so we move. So also, sikuwa patient enough to understand the system, how it works. So looking back right now, if ningekuwa na ile vision ama now that we don't understand, hata singefaa kuwa Qatar. No. I remember the first time I met him. I don't know if I can say this joke. The first time I met him and I tried to get him to read, aliniambia the only book he has ever read is the Bible, and that's the only book he was interested in reading. Me, I tell you, for me to come to Qatar, every door shut on me. Every door. Your network ilikuwaje pia wewe? He had no network. I had no network. I had no network. There was that no. Mimi ndio nifanye hizi vitu zote, I had a network. Okay. How? Ningepata job naita watu. Wakati sina job yangu kama mimi ati contractor ama sijui engineer, ninaitwa. Like kwa mfano ndo nipate hii ambayo nakwambia nilipata ikanipatia 80k sijui niende wapi na wapi. Nilienda place kufanya kazi ya kisiku nalipo 1200 shillings. Na hapo ni wapi? Westland. Na naishi wapi? Thika. So kuenda na kurudi, in short, kwa hiyo 1200 nilikuwa nabakisha shilingi 700. Nikitoa fare na yani kila kitu. Nilifanya hivyo for how many? 2 weeks. 2 weeks. Yeah, ilikuwa so tiring because by then ningefika pale Pangani, kama unajua hapo Pangani, nashuka, natembea hivyo Aga Khan Hospital ama University, ninavuka mguu hadi West. Hiyo place nilikuwa na work kila siku asubuhi na jioni.
Sasa ndio baadaye ikatokea biashara fulani hapo Roysambu. Roysambu kazi ya kwanza kufanya hapo walikuwa wanataka fundi wa kuweka laminated wooden floor. So ule engineer mwenye alikuwa in charge of building akanambia, balozi nitafutie mtu akufanya, nikamwambia I know how to do this thing. Believe you me, nilikuwa sijai fix wooden floor, hiyo laminated wooden floor. Juzi vitu zimekuja tu juzi kwa market. Yeah. So aliponiambia nikaingia YouTube, nika watch how to do, of course typing how to do this and this. Nikaona kumbe ni interlocking. Easier than even doing tiles. Wow. Long story short, sikuwa na mashine ya kukata, nikaita jamaa mwenye anajua kukata again network. Jamaa akaja, nikawa namlipa kisiku, yeye anakata, mimi na fix kila kitu. Hiyo ndio ilikuwa kazi ya kwanza, ikanipatia how much? 20k. Nikalipo jamaa akaenda, nikachukua wengine the same house. Kuna hizi staircase za kisasa zile ambazo zimewekwa hapa ni mbao na hapa ni kawaida nini. Nikaambiwa wanataka mtu wa kufanya hiyo kitu. Na uzuri sasa ni kazi ninajua. Nikalipisha 30k. Nikaita vijana wakapiga sandpaper pale. Nikawalipa vile yanafaa. Nikamaliza hiyo, nikapewa nyingine nilikuwa sijaifanya pia. Inaitwa kuna hizi vitu umeona Kenya, labda rough and tough walls, kitu kama hiyo. Ni paint ile ambayo una apply na like kuna inaitwa like a big scraper. You use that thing to apply with. So nikalipisha job how much? 50k. Fundi analipwa kwa how much kawaida? 1200. Mimi nikachukua mtu nikampatia 1500. So then yeah, so nikamweka mbele kiasi. Hiyo kazi ndio ilinipatia kazi ya Xerian. So hawa sasa unaona vile unaita mtu ninamlipa, yeye pia anaita ananilipa. So that's the networking. I think one of the things I learned from him was how much he's willing to try things he doesn't know. Okay. And this is actually something very good, because if you become someone when people can rely on, like, hey, I need this and this, unamwambia don't worry, I will do it for you. People then rely on you, and then more and more people rely on you. So tuseme saizi nikupigia nikwambia, hey, I have a guy in Kenya who I call anything yenye nanidingi. Anamwambia, Tony, I need this and this document. How can I get it? Anamwambia, usijali, nitakutumia namba. Tony, naweza taka kubai hizi kitabu, do you know kwenye nitapata? Hey, don't worry, nitakutumia. So you're so dependent on that person kwa sababu he says never worry. Na mimi najua hata yeye pengine ajui. He calls his network as well. So you are saying you become the guy whereby people say I have a guy. I have a guy. So you become that guy. Yeah. So mimi I have a guy. You become that guy. So me, if you need something, I will say I have a guy. Yeah. And my guy has his guys. You become that guy. And his guys have his guys. Human resources. That's why nasema watu ni mali. I said this briefly. I saw a certain documentary where someone said we need someone who has dealt with the dirtiest of the dirtiest media propaganda. So I have a guy. I have a guy. I have a guy. But Balozi is not like that. It's you know, the thing is, hivyo umesema na labda kuna mse labda ata watch this thing alafu anashindwa mbona sipati neto kama sifanyi, like kwa mfano I'm not sure, labda sasa watu wamechanuka. By the time ilikuwa ni mwaka upi yenye ulikuwa unasema ati you are just uko na mtu he has a network, he just doesn't realize it kwa sababu no, ile time before come si ulikuwa Makanga si ndio? Alice unacheka nini? And then nataka kujua Alice anacheka nini. Kwa nini unacheka? So it's true. I was a driver. But you started from Makanga, si ndio? I started from Mjengo. Okay, Mjengo. Sijui kwa nini tuna emphasize Makanga. Then he became Makanga. Then he became Mzee wa Squadi. Yes. Which I didn't even know what he meant until he taught me. Yeah. Then he became a driver. Yes, so you can see he also has a network. It's just his network is small. He has a network. He just all the network who's listening, he doesn't consider you a network. No. You see, the problem is that it was revolving around those people. There was a time I looked at my contact list and I was like, yo, I have like 80 people. 60 of them, Brayo Donda, Kevo Donda, Jemo Dere, Timo Kamagera. You see, I had like 30 people. And how many women? Wala wenye walikuwa nakukalisha. Wala wenye yes, you see, whereby Balozi, you had nani fundi, nani engineer, technician, nani architect. You see, mine is Donda, Dere, Kamagera, and these people, Msewarada, Juja Road.
I had this, he was called Clemo Juja Road, whereby you could call him, Clemo, jam iko wapi? And he tells you, don't take Thika Road, take Juja Road, Yeah, take no, Mathare. no, Still a You see, network. I had a network, but it confined me. I could not break out. Mulikuwa na wale wasichana wenye wanaendanga na matatu And bure. this, when did I? I was, wow, the numbers was also part of the network, but this is a different network. Yes. And how did I realize this? I stayed in the house for almost 3 weeks. Sijaitiwa hata squad. And that's when I was going through my contact list. And I was like, yo, what is this? I cannot get, nataka kutoka kwa matatu. I want to get out of the matatu industry, but I don't know anyone outside the matatu industry. You get my point? I didn't know anyone outside. So, you see, what networking are you talking about? That was your turning point. Yes. So I But was like, it's still, we're not saying that it was a good network. We're just saying you had a network. yeah. No, I don't consider it. Where Donda, Kevu Donda. So it made me- You are not the network that Brother wanted. If you're watching this. So I started talking to people every time. I became this guy whereby, you know, the drivers, you're always like, nieke dem hapa. Hii kiti ni ya dem. So you're on a network pia. Yeah. So I was like, I get away from that. Nikachana na hiyo ya lazima niekewe dem hapa. The problem now... Kwa dem hapo? Hey. Unatoa wapi madem na huko kwa steering ever? Oh, so huyo ni girlfriend. No, meeting, that's your meeting point. When the girl is coming to enter the matatu and anaikuwa hapa mbele ndio like meet and greet. Ni mkatie. It's a blind date. No, to her it's not a date. To her she thinks amepewa privilege, amepewa juu it's rush hour. You get it? Kwa matatu ni privilege. Yeah. Hey. Atalipa? You know these things of wanaume na wanawake. Let me understand. Atalipa? Yes. So it's a privilege na utalipa matatu? Well, it's a privilege because upange line basi. Poverty is a crime. Have you seen Super Metro lines? Poverty is a crime, guys. Yes. So on this end, for me, you have been umewekwa in my vicinity for me to attack. To prey on you. Si unaona hiyo ni network? Wewe ulikuwa na network ya engineers, he had the network ya kuletea So what I blind dates. did nikaachana na hiyo, I was like, nieke mtu yote hapa. The problem now I faced, I did not know how to pitch myself. I don't know how to communicate. I had so many barriers. What can you tell a young man like him? Kitu ulikuwa unajua na that was final. Yeah, I knew how to drive. I became so good in overlapping, in paying karao, in talking to Clemos, Wajuja. I was so good at that. Na hiyo ndio ilinifanya whereby I survived for 3 years. Hapo kuna vision pia ulikosa na kuna that kamwelekeo ulikosa. For example, yeah. If I'm not wrong, kwa hiyo tu network ya kina Clemo na watu wote. Labda kuna wasee sai right now they own maybe matatu. Kama uko na any contact. No, Sasa unaona aliabandon the whole network. Yes, kwa sababu because I abandoned them because we used to make the same stories, the same story ni za madem. We could not talk about anything else. Stories za madem, stories za gari mpya inakuja upewe. So I was like, yo, so my future is I will always wait another person to buy vehicle. Si ungeuliza huyo mtu mwenye anabuy vehicle. Yeah, that's sasa how ni kina nani? Siwezi wafikia, unasikia hii gari ni ya Madhe. Madhe ni nani? Madhe anafanya insurance huko kunaitwa aje Jubilee ama sijui wapi, wherever it is. I'm sure ilikuwa time ya SACCOs, right? What do you mean time ya SACCOs? As in, unajua before Kibaki ya gari ilikuwa tubular. Yeah, it was after the SACCO is nini imekuwa instituted. Time kuna hii gari like kwa mfano kama ni Kangemi SACCO. Yeah, vitu kama hizo. Yes. So still hapo labda because I saw 2NK wako na hiyo SACCO ya tuseme umeingiza gari yako moja. Yeah. Unaweza ukapewa gari nyingine na SACCO. Yes. Alafu kuna ile SACCO pia ya pesa like kama kwa mfano Maridadi Motors nini hawa sio wanakuaga na SACCO ya do. Wewe ulikuwa kwa SACCO when you were there? Mimi nilikuwa tu kwa SACCO ya matatu, si SACCO hiyo SACCO. I'm trying to tell you that even my network. No, listen. Hata niko hapo kwa SACCO ya matatu hata si. Listen Balozi, I'm trying to tell you that even my network, I'm their network. No, juu unajua. Kama mimi ndio your network. No, juu amesema angeuliza hii gari ya Madhe. Now imagine I'm your network Balozi by then. What I'm seeing here that ikuonekana hiyo time. Yeah. Labda tangeenda kwa ofisi hiyo SACCO aulize by the hizi vitu zinawaka aje. Aya. Now by maybe from there ndio kungepatikana network. Kufunguka macho. Balozi, you didn't, okay. I cannot dispute that, but you didn't see me then. I was so young, I was so tiny.
I was so green. He was innocent. Alikuanga tu like a The only thing alikuwa anajua ni kina nani wale. yeah, kia dem hapa. You are hapa. Wow. I see. So, Balozi? Well, so ndo baadaye ukakuja Qatar. That was 20. That one. You know, now it's not about me. Yes, your story mimi naipanaga in segments. Yes, for me, people to know me, they follow in segments. If session we had Balozi, they grabbed something. The next session we have this one, they grabbed something. Okay. So since 2021, you worked with Elizabeth for 4 years. Then Nika left. Nikaenda Grand Hyatt. okay. So sasa niko na Grand Hyatt now 2 years. Okay, next year May ni 3 years. Yeah. Yeah, Balozi, your timeline to haija make sense kwa sababu kwani from 2020 it's only been 5 years. Kama mwaka na mimi na 4 years na unasema mwaka uko 3 years. No, sinajua nikitoka umesema tustaje hilo jina. I think anyway, this your timeline haija make sense. But Yes. me and you worked together for I think 2-3 years. 3 years? Since Maybe 2021. 3 years to okay. So around 3 years something up with. I've worked with her only a few months and I have my documentary. I'm halfway. I am a very good person. Balozi, by the way, hujanisifu. I didn't want to throw Lisa to watch. My flowers I will be given by God. How is your working experience if you compare with Kenya and here? Wakia Kenya na Qatar? Yeah. One, Kenya sijaajiriwa. Kenya nilikuwa nachukua hivyo ma contract ama napata naitwa kisiku. So looking back, because nikija hapa by then nilikuwa na that idea of my daughter was 3 years old ambaye sasa yako 17 years old. Wow. So nilikuwa na that idea that nitakuja Qatar ni work for 3 months. ni raise 100k cash. Yeah. Then nirudi wapi? Kenya. So hiyo by the mentality hiyo mimi sijaipata. I'm still. Well, so I remember nikiwa first 3 months. Najua sasa hiyo I'm still new. Yeah. Nili feel that peace, that joy in me. Kuna that verse in the Bible inasema the blessings of God add no sorrows. So I was like, then kama hata feel anything, no regret, nikasema basi this is a jackpot from God. Okay. So my experience then hadi wa leo by the inakuwa fiti how ama in which way one here in Kenya ukiwork hizo contracts ama kazi za kisiku you need to worry about food. Yeah. You need to worry about transport. You need to worry about weather in case kukinyesha. You need to worry sometimes huyo client anaweza akakurusha. Ama huyo foreman mwenye anachukua pesa from client akwambie pesa zijaingia. Kuna this girl inirusha pesa mzuri sana. Ilikuwa every week inafaa nichukue 10k pale at River. At River nilipata kazi nzuri. Yeye alikuwa contractor, mimi nikawa subcontractor. Yeah. Akaniuzia job. So tuka agree every week kwa zienda na deal na mdozi direct I will be getting 10k. Nitoa boys wangu nibaki na yangu. But akaturusha hiyo do. Baadaye tukajua kumbe alikuwa anatibu brother yake, he was sick in Kenyatta Hospital. So here at least niko sure mwisho wa mwezi hela zipo. Food sorted. Okay. Accommodation, transportation, health insurance. I mean kila kitu kipo. Yeah. So siwezi compare na Kenya. The only difference yenye naona hapa hivi if ningekuwa na that vision ambayo nilisema ya about hizo vitu nilikuwa nafanya, I'm sure sasa ningekuwa na pick up 2 kwa barabara. Okay. Singekuwa na ngoja mshahara na ningekuwa na maybe more clients. Because the challenge na zile kazi za Kenya hizo za vibarua ama contract, the problem ukidil na one client na kucheleweshe, umelala njaa. Umelala njaa. Ama umefungiwa nyumba. So Balozi, for someone who is watching you in Kenya, how is the technician job market here like? Technical job in Kenya ama hapa Qatar? Hapa Qatar. If someone is watching you and they want to come over here, what is a technician job? What is a skill set that maybe they should even actually work to acquire? Okay, one, kuna of course being Qatar ma Middle East, kila mtu anahitaji AC. Oh, yeah. So hiyo ni kitu ya kwanza mtu anaweza enda asome ama asome. Na sio tu kusoma, asome alafu atafute hiyo experience. Because unajua most people wamesoma lakini zero experience. Theory.
Yeah, theory wako fiti lakini practical zero. Alafu pia of course AC inapelekana na fridge. So lazima hizo vitu mbili zitapelekana. Na si ati asome kale ka certificate sijui ka 6 month. Hiyo kuna kitu ata miss. Like for example in our hotel kuna hizo big machines whereby ukileta tu mtu amefanya tu short thing itakuwa ngumu for them to nini. Alafu another thing like tuseme when it comes to technical even plumbing. Yeah, plumbing pia ni job iko kwa market. Okay, tuseme mimi usema hivi ile kazi iko Kenya ndio iko Qatar. Whether ni yani mjengo thing iko Qatar pia inategemea unafanya kazi wapi. Yeah, so ile iko kwa market sana tukiangalia. By the way, kila job iko kwa market. But sasa tunaangalia ni gani tuseme iko on demand. Because tuseme whether you are a painter, like for example in this hotel, unaona hii lazima kuna hizi sehemu lazima zitafanywa painting. When it comes to what? Okay, tumesema plumbing, AC, carpentry, by the way pia carpentry inakuwa kwa market. Hiyo ni job iko. What about nini? Is it in the same category? Yeah, electricity board. No, electricity. Hiyo iko kando hiyo. So electrician. Electrician hiyo iko kando. Alafu sasa kuna ile ambayo haina watu wengi, by the way very important. Kitchen and laundry technician. Kitchen and laundry technician. Yeah, hiyo job I don't know why in Kenya watu wengi hawajasomea ama mimi sijakutana nao watu wamesomea. Juu unapata most technician wa hiyo kazi ni our Asian people. Yeah. Okay. But we Kenyans ni wachache. Nasema hivyo juu kuna time kulikuwa na hiyo opening in our hotel here. Nikauliza nikatafuta fundi wa kitchen laundry technician, sikupata. Nikatafuta fundi wa AV technician, sikupata. So unapata wale wase wako of course plumber wako wengi. Au mapainter, matile, whatever, carpentry wako. Lakini sasa when it comes to hizo nimemention. Yeah. Many of them unajua wako stuck to kawaya. Yes, wako below hapo. Kenya ukitaka ni kawaya, ukisikia kawaya. Pia kuna this plumber nilipata na lakini nule plumber mwenye anajua tu like leakage za kawaida. So tuambie umesema what is the saying? The lack of wisdom. Yeah, vision. Where there's no vision, people perish. So that is what ulituliza at the beginning of the show, nini utavunja? Yeah, like tunavunja. What are you unavunja the lack of vision? Yeah, because you had you had money, you had source of income, but yet you still tried, you work your way around to come here. Yeah, like me whereby there was no other option. Yeah, geo time sikuwa na understand the game. Yeah. And like now at least I understand the game. Yeah. So hii inamaanisha nini kwa ule mtu ambaye ako kwa hiyo industry right now? I work on his or her vision. I understand the game. I understand life is not a rehearsal. Whatever that you are doing right now, usipoifanya vizuri, of course pale mbele itakuwa just like money. For example, if you take care of your 20s, financially your 30s will clap for you. So we just need to understand the vision. So how do I understand my vision? It's by listening to people like maybe mimi hapa ama wale watu ambao wamepitia ka something and they can take you through to understand your vision. And with that, thank you Balozi so much. We didn't even get to, are you married? Do you have kids? We didn't get to that. But anyway, this is a hangout. So anytime unaweza kuja utuendeleshe story yako. Of course. Thank you Balozi for coming. I'm saying, what can I say? This is what I want to say. At least my contact list has upgraded. I have Balozi number, he's a technician. I have Elizabeth number, he's a marketer. Yes, it's not only... Inaonekana kama hii list ina go through mimi. It's not only... I have my editor's number, he's an editor. Yes. You have Alice's number? I have Alice's number. I'm networking, Seti. No, I'm networking. Sure, yes. You can see. But sitadanganya hii networking na kama hii list ina grow through mimi, but ni sawa? Sawa. Balozi, where can people find you? Lazima kuwe na bridge in this life. Very important. Destiny helper. Balozi, we are not... when people are sucking the life out of you, they call you Destiny helper. We are not concluding without asking Balozi this one. Balozi, you have a group. Oh, yeah, you have your Kenyan groups. Group here. Groups. Groups, yeah? Yeah, inategemewa hata ya church niko nayo inaita online church. Balozi has many communities. Online church? Yeah. Which is the biggest? Good Vibes. Good Vibes. Tell us about it. Good Vibes, the idea of Good Vibes ilikuwa ni Wakenya wapatane pamoja kwanza. Yeah.
And something jana happened kupitia Good Vibes. Kuna this lady inbox akanambia I'm here to say just to thank you for sijui ati kuna kazi nilishare about hotel fulani hapa Doha 5-star hotel na sister yake amepata job hapa na wakapo sahi with zero commission bila kujua na msee aliona tu link aka apply na ka go through. Yeah, na so Good Vibes nilileta sababu one watu wa Kenya watupatane, a sober group. When did you start it? I think it's now 1 year. Ijaka sana your group. Ijaka. It's 1 year now. How did the idea came to you? Mani 2 years, no. It's 2 1 years. year. 2 years. No, the idea was kuna of course naona kuna so many groups za watu watu wa kufanya nini. So nikasema mimi nataka that sober group yenye wase wakimeet wanaongea tu bila hizo story mobs, sijui za ulevi, sijui madem, sijui politics. We just meet and like you hang out. Alafu like we do kama ni kwenda swimming. Hata kuna time Elia share to join hapa tukaenda sea line. Yeah, so we tukakuwa na hiyo contribution. But the most important thing kuna that information watu walikuwa wanahitaji. Like about mtu amepoteza job yake atafanya nini? Mtu amekuja hapa amedanganywa atafanya nini? How do I reach to embassy of Kenya in Qatar? So hiyo ndio ilikuwa main thing. Na so far kuna watu wamesaidika. Kuna hata wase wengi wamekuja hapo kwa stranded. Tukawatuma embassy, kuna wale wamesaidika, kuna wale ambao wako still it's complicated and that's why niko kwa ile group ya community leaders. Kuna watu nina present pale hivyo. Alafu another thing ya hii group pia yenye pia we do mtu amekuja Qatar, amekuwa mgonjwa, ametupwa hospitali labda na mdozi wake ama ako jela kwa makosa hata sio yake. So ule mtu ambaye anajua huyo mtu wake anashare kwa group, then we talk to embassy. I remember kuna these two ladies though walipass walikuwa Alco hospital ile ya Alco ya women hospital something like that. So tulishare pale na embassy na wakaenda pale, kuna this lady alikuwa afanywa operation, family iko na show up, so ikabidi tuongee na embassy na wakaenda pale waka approve kila kitu and kazi ikafanyika vile ilikuwa inafaa. So the group is about Kenyans coming together na How do you organize your events? For now nimetulia kidogo mambo na events but sana sana inategemea kama sasa tuko na Christmas event yenye na itakuwa next week Friday by the way. So tusha plan though tumeplan na wase wa church. Kuna group pia nilicreate ya church to Doha Fellowship Church. So kwa hiyo group ya Doha Fellowship Church nika create another group ya Christmas peke yake. Balozi has a million. You have a group. Then you create a subgroup for the group. Then you create a subgroup. Exactly. For the group. Reason juu unaweza ukapata kuna mtu ako Kenya, kuna mtu hayuko interested na hii kitu. So nasema if you are interested unajoin group na nimepatia title for Christmas purpose only. Team Strong bado uko ama ulitoka? Team Strong uko, si I'm the founder as well the creator. Team Strong nani ya wasichana wanafanya kazi za nyumba. Kuna hadi niko na group ya single mothers. Why single mothers? Yeah, single mothers. Yes. Bale kuna mother aliniambia nifanye hivyo. How do you join that group? No, kuna mother aliniambia tunataka single mother group. Single moms group. Nikasema hiyo sitafanya juu nitakaye kono. Akasema no, we need that group. Mimi nikaform. Kawaida mimi weka link TikTok. So mama wakajoin. Mama. How many members? Unless I check now ni wangapi wako, but hiyo time walijoin around 200 people. 200? 200 single moms. Single moms. Now what I like about your single moms group, cause mimi ndio mwenye group na siwezi toka group niache watu. In case for example nikicreate group na nione na left ninatoa kila mtu. Ndio mtu asifanye blanda na hiyo group aseme Balozi ali create group. That's the thing when you create a group. Hata me one of the things that surprises me because I'm in a few of his groups is how many they are. Niko Team Strong, niko ile like I don't know how many. I have a folder for all of your groups. So asking for a friend, how does someone join the single mom group? No, hiyo sasa kuna kwa hiyo group nimemake admins. Kusijini mama wawili ama watatu nimemake admins. Sasa hao ndo wanafanya kazi ya kuinvite wamama wengine kule nje. Wako huku ama wako everywhere? Wako kila mahali. Kuna wale wako Dubai, Qatar, Saudi, Kenya. Na wanauza vitu zao pale, wanasaidiana pale. Kuna yule alipata mimba alikuwa na challenge
ya kujifungua na kadhalika in Mombasa. Kuna wanawake walishikana from that group wakaenda kumuona. By the way, Dini, community, building a community and finding a community that can help you and support you. This is like something very, very important in 2025. Yeah. Yeah. And that's why we as VHK are trying to create our own small community. Yeah, thank you. Yes, VHK. VHK, where you come, you chill, you hang out with us, you talk. When you make up, ukatuongelesha about your story. We are so sorry that we could not get pizza. How it's Friday and it's 12 o'clock and Talabat is not working. We are fasting wheat. We are fasting wheat. I have so much to learn from Balozi. All these groups. I have so much to learn from him. But creating a group inafaa kuwe na what is your plan na your group. Okay. Yeah, because group zingine zinakuboy, you are like why these people are doing. Kama ile yenye ulifungwa ya couples. Yeah, kuna group nilifunga, nilitoa kila mtu. Juu watu walianza kutuma vitu funny walikuwa want to try to oversmart. What is by vitu funny? Vitu zenye tuwezi sema kata. Yeah, na vitu wezi kusema in public. The point is you can create a group, but what is your vision? What is your purpose of creating that group? Forming a group ni rahisi, but what next? How do you lead that group? Okay. Yeah, hapo sasa ndo kuna ngoma. Alafu sasa unaangalia ni kitu gani watu wanapenda kuona ama kusikia from that group. Yeah. So it keeps people around. So when vitu watu wanataka kuona ama kusikia hazialign na purpose ya wewe kufungua hiyo group, how do you go about that? Sasa, I will have to cut this, and these two, they will sit here and talk all night. Guys, thank you so much for joining us. Share, like, Vunja Hiyo Kitu. We are here, me, Elizabeth, Balozi, my friend, my very good friend. Yeah. Thanks for having me. Thank you so much for coming, Balozi. And this is like the first of many conversations. Of course. Uko always welcome. Yeah. Inshallah. Balozi say Vunja Hiyo Kitu. Vunja Hiyo Kitu with VHK. Yeah. And see you next time. Thank you. Inshallah. Thank you. Guys. Over and out. How many times tunaweza rudi kwa group? No. Usually.